Mungu alipokuwa anatengeneza mpango maalum wa kuja kumkomboa mwanadamu, alianza kumuandaa atakaye yakabili yale mambo ambayo yalikuwa yanakumbusha wanadamu muda wote kwamba kwa nini ipo hivi, kwa nini mabaya yanatokea, kwa nini watu wanalia, wanahangaika. Lakini Mungu alichokifanya hapo, tunaona Biblia inasema yule mtoto akafanya nini? Akakua akaongezeka. Tena anasema akaongezeka nguvu wapi? Rohoni, hadi ile siku ya kuwajia wana wa Israeli. Sasa tumekuwa kwenye kizazi ambacho kinakurupuka kuyakabili mambo kuliko kufanya maandalizi makubwa ya kuyakabili mambo. Dunia inavyolia kwamba vijana wanaharibika, vijana si kwamba wanaharibika kwa namna ambayo sisi tunaiona. Hawataki kufata muda wa maandalizi. Na kama huyu mtoto alikuwa, hata mimi na wewe mtumishi wa Mungu Elisha, kuna wakati tulikuwa watoto katika mwili, lakini pia katika Kristo. Baada ya kumpokea tu tulikuwa watoto. Sasa ninavyozungumzia neema ya kuyakabili mabadiliko kwa ushindi mkuu, ninachomaanisha ni hiki: Mungu anataka ishi na sisi moja kwa moja. Yaani Mungu hataki tuonane naye kanisani, anataka tuwe naye popote tulipo. Yaani mfano, mtumishi wa Mungu, ukiwa barabarani, Yesu anataka awe pamoja na wewe. Unaoga, anataka awe pamoja na wewe. Unaimba, anataka awe pamoja na wewe. Kwa chochote unachokifanya, anataka awe pamoja na wewe. Sasa dunia inashindwa kumtumia Yesu kimkakati. Yaani inafika kipindi dunia tunaizungumzia inaanza kupambana kufufua kabla yenyewe haijafufuka. Yesu amekuja kufanya mambo makubwa baada ya kufufukwa yeye kwanza. Ndio maana Biblia inasema hivi, Yesu alikuwa akaongezeka nguvu rohoni. Na naomba hapa tuunganishe kitabu cha Luka hicho